umefikaje hapa na wao wamefikaje pale? Unatatua vipi tatizo wakati unahisi umechoka sana hata kukabiliana nalo? Inakuwaje wengine wanaonekana kuwa na baraka ambazo walifuata kwa njia zote za haki, wakati wewe una matatizo haya yote ambayo waliahidi atakwenda kwa swala? Kwa nini mtu mwingine anapata kuishi maisha uliyotaka? Kwa nini kila mara unaonekana kuwa na bahati mbaya? Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu anasimulia, inna lil'abdi la yahumu bil amri min at-tijara wal imara hatta yuyassara lahu, ya kwamba mtumishi wa Allah atataka kitu cha dunia hii cha mali au hadhi hadi kitakapowezeshwa kwake, kisha kinapokuwa njiani kwenda kwake, yandhurullaha alayhi fayaqulu lilmalaika aslifu anhu, Allah subhanahu wa ta'ala anamtazama na kuwaambia malaika, kichukueni kutoka kwake. Fa in yasartuhu lahu adkhaltuhu an-nar, kwa sababu nikimpa baraka hii basi itabidi nimwingize motoni. Maana yake baraka hii itamsababishia uzembe ambao utampeleka motoni. Fayaslifu anhu, kwa hiyo anamnyima hicho. Sasa inakuwaje kwa mtu huyo? Yadhallu yatatayaru yakulu sabakani fulan dahani fulan wama huwa illa fadlullahi azza wa jalla ilayhi. Kwa hivyo anaendelea kusema, fulani alinipita, mtu huyo alipata nafasi au mali ambayo nilifikiria nitapata. Wakati wote huu haikuwa chochote ila baraka za Allah juu yake. Sehemu ya simulizi ambayo nataka uzingatie, hii siyo ishara kwamba Allah amezuilia kitu kwa mtu huyo ila kwa faida yake mwenyewe. Ni Allah kumpa mtu mwingine na wewe kuweza kukiona kwa mtu mwingine. Na unaweza kuanza kujiuliza kama mtu fulani aliingilia kadari yako na kuweza kupata kilichokuwa chako. Na hiyo inakuwa chungu zaidi ikiwa mtu huyo mwingine ni mtu aliyekuumiza hapo awali. Mtu mwingine anaonekana kuishi maisha yako, au mtu mwingine anaonekana kufurahia ulichokifanyia kazi. Katika kila kizazi cha watu kulikuwa na wale walioonekana kustahili maisha rahisi, lakini walilazimika kufanya kazi ngumu kuweka historia. Wakati wengine walipata matunda ya kazi waliopewa na wakaishi kwa raha licha ya tabia zao mbaya. Wewe unatoa na kutoa na kutoa na unahakikisha haumkasirishi mtu yoyote, na unajaribu kadiri ya uwezo wako kusaidia kila mtu, lakini inaonekana hakuna anayekupa heshima sawia. Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema, iyyakum walhasad fa innal hasada yakulu alhasanati kama taakulu an-nar al-hatab, jitahadharini na wivu, kwa hakika unachoma matendo yako mema kama moto unavyochoma kuni. Lakini kabla ya kuruhusu wivu kuchome kihisia pia, kwanza elewa kuwa sisi huwa tunaona baraka za wengine lakini hatuoni shida zetu wenyewe. Lakini kama vile kuna baraka katika mateso yetu, wakati mwingine kuna mateso katika baraka zao. Kwa wale wabaya, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum innama yuridu Allah liyu'adhibahum biha, yasikufurahishe mali yao wala wana wao, hakika Mwenyezi Mungu anataka kuwaadhibu. Wanaadhibiwa na kile Allah aliwapa kwa sababu hawana baraka katika vitu hivyo, na hivyo wanahisi upweke. Na sio hivyo tu, pesa zao zinakuwa chanzo kikubwa cha wasiwasi na husababisha usaliti wa kila aina. Watoto wao ambao hawakuwajaribu kuwalea kwa haki wanawageukia kwa uovu huo huo na kuwapa maumivu ya kila aina. Lakini sisi hatuoni yote haya, tunaona tu nje. Na hii sasa ni kweli katika kesi ya wanyanyasaji. Inaweza kuwa ngumu kumtizama mtu mwovu akizunguka bila athari yoyote. Fikiria Ammar ibn Yasir radhiallahu ta'ala anhu akimtazama Abu Jahal akizunguka Maka kwa miaka 6 baada ya kuwaua wazazi wake mbele ya macho yake.
Lakini Allah anasema wal akibatu lilmuttaqin, na mwisho mwema ni wa wacha Mungu. Na kwa wale ambao sio waovu hasa, lakini wanaonekana kustahili kama wewe, huenda Allah anawapa zaidi kidogo duniani kwa sababu nyoyo zao ni dhaifu kuliko yako. Na hiyo ndio dawa anayohitaji kwa sasa katika wakati waliopo sasa hivi. Hiyo haimaanishi haichukizi wakati uko katika nafasi ambapo umefanya zaidi, lakini mtu ambaye anaonekana hakufanya chochote kabisa anapata mafanikio na kutambulika kidunia. Nataka ufikirie jinsi Ansar walipompokea Mtume sallallahu alaihi wasallam katika nyakati zake za chini kabisa. Walihisije baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kumpa Mtume sallallahu alaihi wasallam ushindi wake wa juu zaidi huko Maka. Watu hawa walitoa kila kitu kwa ajili ya Uislamu, na Allah aliwapongeza hasa kwa hilo. Wayuthiruna ala anfusihim, bali wanawapendelea kuliko nafsi zao. Na kisha uko hapa baada ya mapambano yote ukishuhudia ushindi wa Maka ambao ulikuwa ushindi kutoka kwa Allah na kwa kikubwa kupitia juhudi zako, na sasa unatarajia kuwa utatambuliwa. Kisha fikiria kumwona Mtume sallallahu alaihi wasallam akigeuka na kuwapa ngawira za Hunain kwa watu wale waliotaka kumuua, watu wale waliowatesa Waislamu kwa miongo miwili, watu wale ambao uliwalinda Waislamu dhidi yao, na wengi wao walikuwa wameingia Uislamu tu baada ya ushindi, na sasa wanapata ngawira za juhudi zako zote. Kwa hivyo ndiyo Ansar waliumia, walifikiria labda Mtume sallallahu alaihi wasallam atarudi Maka na kuwasahau sasa. Lakini kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaita na kusema, je, hamuridhiki enyi Ansar kwamba watu hawa wanarudi nyumbani na pesa zao na ngamia wao, lakini nyinyi murudi Madina na Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja nanyi? Na hiyo ilikuwa ya thamani zaidi kwao kuliko chochote, kwa kuwa walikuwa na taswira fulani ya maisha baada ya kufa akilini mwao, ambayo ilikuwa muhimu zaidi kuliko aina yoyote ya maisha ambayo mtu yoyote angetaka. Na kwa hivyo walikuwa na amani, wakikosa ngawira, kwa sababu walijua kwamba mtume wao alayhi salatu wassalam bado alikuwa nao na kwamba janna bado ilikuwa mbele. Ubadata ibn Samit radhiallahu anhu alimwambia mwanawe, ewe mwanangu, utawahi kuonja utamu wa imani ya kweli hata ta'lam anna ma asabaka lam yakun yukhtiyak, hadi utakapojua kuwa kilichokupata hakikuwa cha kukukosa. Wa anna ma akhtaka lam yakun yusibak, na kilichokukosa hakikuwa cha kukupata. Kwa hivyo kama Ibn al-Qayyim rahimahullah walivyosema, la budda min nufudhi al-qadar fajnah lis-silm, qadar italazimika kutokea, kwa hivyo ikubali. Hatutambui njia zote ambazo kadari inafanya kazi kwa faida yetu, ingawa tunaona inaonekana kuwa ya mtu mwingine. Tunashikamana na njia, watu, sababu za kidunia za kile tunachotaka, na tunasahau kile tulichotaka kweli tangu mwanzo. Hukutaka huyo mtu mahsusi kweli, ulitaka upendo na urafiki, na ulifikiri utapata kwa mtu huyo. Kwa hivyo muombe Allah kile unachotaka kweli, lakini jifungue kwa uwezekano mpya na uamini katika mpango wa Allah. Na wakati mwingine ataweka baraka njiani mwako kutoka maeneo ambayo hukutarajia kabisa. Wayarzukuhu min haithu la yahtasib, na humruzuku kwa njia asiyotazamia. Innama ja'alaha mahallan lil-aghyari wa ma'dinan lilwujudi al-aqdari tazhidan laka fiha, amefanya dunia kuwa mahali pa wengine na kiwanda cha matatizo ili usiipende. Na unajua nini kilicho zaidi ya riziki inayokusubiri? Waman yatawakkal ala Allah fahuwa hasbuhu, na anayemtegemea Mwenyezi Mungu yeye humtosha. Na kama Imam Ghazali rahimahullah anavyosema kuhusu aya, alaysa Allahu bikafin abda, je, Mwenyezi Mungu si wa kumtosheleza mja wake? Yule aliye na Allah atahisi ana kila kitu, na yule asiye na Allah atahisi hana chochote. Maisha ulionayo sasa pale msikitini, katika kusoma kwako na kurudia, katika kusali kwako na kusikiliza, ni yale ambayo mtu wa nje ambaye bado anajaribu kutafuta chanzo cha kweli cha furaha angetamani kuwa nayo. Lakini unapofikiria zaidi sasa juu ya matendo yako mwenyewe, unapofanya amani na kadari ya Allah,
Unaweza kuanza kukumbuka baadhi ya dhambi zako za zamani tena ambazo ulikuwa umesahau hapo awali, hasa zile ulizozifanya dhidi ya watu wengine. Qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana wa ala Allahi falyatawakkalil mu'minun.